Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Naam, mpenzi mtazamaji, ni Fizi News 24, ni TV ambayo inakutangazia kutoka katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa katika jiji la Baraka, katika mji wa Baraka, ni katika eneo la tarafa la Fizi, ambako tunakuletea habari mbalimbali za vita, za usalama, habari za jamii, za maendeleo na kadhalika. Lakini siku hizi habari ambazo ziko zinapiga fora kabisa ni habari za usalama, ambako nchi inakuwa kwenye uvamizi wa jeshi la Rwanda, huku wakisapoti waasi wa M23 ambao wana kuwa pamoja na FC ambao wanaongozwa na Corneille Nangaa. Mapambano yanaonekana popote huko Bukavu, sijui kwenye milima ya nyanja za Minembwe huko. Na hiyo ni kutokana na mwito wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alitaka vijana au wazalendo waache kupigana bila malengo na kujiunga na jeshi la taifa ili kukomboa nchi ambayo inapatikana katika hali ya uvamizi wa Rwanda siku hizi. Na sasa baada ya mapambano kushuhudiwa mahali popote, ikawa kwamba imeshindikana kivita, ndio maana wameanza sasa mazungumzo huko Doha, Qatar, ambako ujumbe wa jeshi la ujumbe wa serikali ya Kongo na ujumbe wa waasi wa M23 walikutana huko tariki 9 na kuanza kumchakato kuanza majadiliano ili kutafuta suluhisho la amani. Hilo ni baada la ule rais wa Angola kujiondoa katika mchakato wa kupatanisha au kupata suluhisho katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mzozo ambao uko mashariki, ambako maelfu ya watu wameshafariki, watu wameshapoteza makazi yao na wengine wameshahama kutoka nchi zao na kwenda kwenye nchi za kigeni. Lakini kutokana na hilo, mapambano yaliendelea huko, wazalendo wakiendelea kushambulia ngome za M23 huko Bukavu, Kavumu, huko Katana na sehemu zingine na kule Nyangezi. Lakini ikawa katika hali ya kusitisha mapambano ambayo sasa ile fika katika lugha ya Kimombo, ikawa kwamba haikuheshimika, sababu walisema kwamba lazima mapambano yasimame, na ikafanya wale waasi wajiondoe kule walikali ambako walikuwa tayari wameshashika. Kwa sasa waliendelea kuwashambulia wazalendo. Sasa siku ya kwanza ya wiki hii ni kwamba kiongozi wa wazalendo au wa jeshi la akiba la Kongo, huyu Generali Padiri, aliitwa kwenye vyombo vya ujasusi vya serikali ya Kongo vya kijeshi, kwa kwamba awaitishe wale wazalendo wote wasitishe mapambano dhidi ya position zote za M23. Jambo ambalo limepokelewa kishingo upande na watu wengi ambao ni wadadisi wa siasa, wadadisi wa mambo ya vita, wadadisi watu ambao wanaunga mkono hatua ya wazalendo kwamba wanasimamishwa wakati walikuwa wanapenda kugomboa nchi. Hiyo hali ambayo inaleta mambo mengi. Ndio maana tumepokea hapa studio za radio yako online Fizi News 24, ndadisi mmoja hapa ambaye ataitambulisha jina lake mwenyewe. Mimi kwa majina naitwa Sumaili Kikombe, jina maarufu ni Angola. Kwamba wewe unakuwa karibu sana kufuata siasa za Kongo, hasa kuwa karibu sana wazalendo ambao wanapigana kwa ajili ya kukomboa mji. Sasa leo kumetoka amri kwamba wasitishe kupigana wale wa M23 ambao wanavamia nchi ya Kongo. Wewe unaona hiyo hali, unatasawiri namna gani hiyo hali? Mimi kwa ngambo yangu naichukua hiyo uamuzi kama inaichukua shingo upande. Kwa sababu gani? Sisi wa Kongomani kama tunachukua silaha sisi sababu tukinge nchi yetu. En vertu article 64 ya Constitution ambayo inatupatia sisi uhuru wa kuitetea nchi yetu face na hii aggression ambayo Rwanda wanafanya. Alors kwa leo sasa tunapata hii message kwamba tusimamishe vita. Sisi kama raia wa Kongo kabisa hatuchukui kama hiyo maamuzi ni mzuri. Na acha niseme kwamba sisi kama unasikia wanaita mzalendo ni mtoto wa nchi. Na haiko kila mtu mwenyewe anaweza enda kuvita huko matakamata silaha, ule mwanaleta mchango wake. Sisi wote tunakontribute kwa kupiganisha hiyo uvamizi ambao Rwanda naifanya. Kwamba hali ya kiafya wazalendo itakuwaje, hatima yao ikiwa mazungumzo yatakuwa, sababu ile kusema kwamba wasimamisha mapambano ni kwamba sababu kuachia nafasi mazungumzo, na ikiwa watafika kuzungumza jeshi la taifa, jeshi la serikali ya Kongo na wale waasi wa M23 wanazungumza, wanapata mwafaka, hatima ya wazalendo itakuwaje? Upande wako unaonaje? Hapo kuna kuwa mambo ambao watu wanapaswa kujadili sana, sababu kwamba
si wazalendo waliingia kwenye RAD. Unajua RAD ndio inaitwa Reserve Armée de la Défense. Na ni hapo wazalendo walishikwa mateka na serikali. Ni kwamba wanatakuwa wanatembelea mipango nini ya serikali. Serikali haikuwa kabisa na nguvu yoyote ya kuambia wazalendo wasimamishe vita. Isipokuwa wazalendo wakati waliingia kwenye RAD wanakuwa chini ya mipango hiyo RAD. Na ndio maana walitia padiri kuwa msimamizi wa wazalendo ili awa control na awape ordre. Sasa mimi mungambo wangu niliona kwamba hiyo kabisa sisi kama vile wakongomani tunaichukua shingo upande. Na mimi ingilikuwa mimi kwa nani yangu, maoni yangu, ningeliomba tu wazalendo wote wajitoe katika hiyo nini yao ya RAD, sababu bakitoka ndani ya RAD hapata kuwa na commandement kutoka kwenye kuwa government, sababu vitu ambavyo vinafanyika kwa sasa wakongomani wote wanashangaa. Ni mshangao mkubwa sana, sababu sisi hakuna mtu alitutuma sisi tuchukue silaha. Na rais akwambia mtu achukue silaha, ili tulichukua sisi wenyewe silaha kufuatana na article 64 ya nchi yetu. Ni kana kwamba lakini wazalendo wanaachiliwa na serikali, sababu siku za nyuma kidogo hapa walijitoa wakagomboa mji wa Kavumu huko Bukavu kwa muda kidogo. Walijitoa wakakamata wakakaa, lakini wakakosa msaada wa serikali na wakati wakapigwa wakaondoka. Je, wani kwamba ili inatokana na nini wazalendo wafanye kazi kisha serikali sema kwamba muache tumete muendelee? Kuna mkono mweusi pale. Sherti mkono mweusi kuwe. Unajua katika lugha ya Kimombo au tuseme katika Kifaransa matematika wanasema kwamba l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami. Sisi na serikali malengo kutofauti. Serikali inapigana sababu ya ku maintenir pouvoir yake. Mais sisi tunapigana contre ile aggression ambayo inafanyika kule. Kwa hiyo tuna malengo tofauti. Kwa hiyo kama sisi itafikia mnivo tunapigana, system ya vita inaachana. Sisi tunafanya vita hiyo na vita ya magugu. Tunakuwa tuko ni system ya chokesha adui. Lakini serikali yeye anafanya system ya offensive. Sisi tunafanya guerrilla. Na kwa hiyo sisi kutoka katika mji wa Kavumu si kwamba tulikosa nguvu. Lakini sisi tunakuwa na system ya kupigana kuchosha adui. Wakati unampiga leo unampiga kesho yake yeye mwenyewe ataondoka tu. Kwa hiyo sisi kama ni Kavumu tulipigana Kavumu tukachukua Kavumu sisi wa raia wa Kongo. Sio tusema kwamba ni parti fulani, ni sisi wa raia wa Kongomani ndio tulipiga tukachukua Kavumu, na baada hapo tulitoka wenyewe tu, na tuna nguvu pia tena ya kuingia hapo Kavumu. Sisi tunakuwa na system ya kupigana ya kuchokesha adui, ndio system yetu. Mpango wa serikali kufika kuambia kwamba wazalendo waache kushambulia ngome za M23 sababu kuachia mazungumzo nafasi. Upande wako kama mdadisi wa siasa, unaona kwamba ikiwa watafikia watapata muafaka kati ya government ya Kongo na waasi, fungo la wazalendo litakuwaje basi? Unajua hapo unaingia katika mambo ya siasa kabisa, sababu kila mtu alichukua silaha kuingia kupigania nchi yake kwa malengo tofauti. Kuna mtu ambao aliingia msituni kwamba yeye na yeye ana create parti politique, kesho akwe politicien agombanie, kesho akwe fulani. Na mwingine asikia uchungu tu kwamba nchi yangu inavamiwa, acha nilichukue silaha sababu niipigane contre ile aggression. Kwa hiyo wale ambao wanategemea kupata kesho mapost ndio wataregreta, lakini mimi kama vile Mkongomani nataka wakati mambo inasimama isimame kwa faida ya Wakongomani. Kwa hiyo kama kunaweza kuwa na mazungumzo ambayo itafanyika, ifanyike kwa intérêt general. Ule ambao anatafuta maintérêt personnel ndio tarudia tu kusema kwamba aanze tena mahostilité, lakini nina imani kwamba serikali ya Kongo itatekeleza vitu vyote vizuri na itayua matakwa ya raia ni nini na itafanya kazi dhidi ya raia. Na ikienda tofauti ya hivyo kabisa, sisi wote kama Wakongomani utapinga ikiwa kama maintérêt zetu ziko privé sisi Wakongomani. Kama raia wa Kongo, nini kimekosa kabisa serikali ya Kongo mpaka ishindwe kupiga wale waasi na kukubali kukua nao, wakati rais aliapa mara nyingi kwamba kamwe hawataongea na wale wauaji materoristi ambao alisema. Kwa leo wanaanza kuongea. Unaona nini ambacho kimekosa ili serikali kuwapiga mpaka warudi ambako walikotoka? Mimi najua kwamba serikali ya Kongo hata rais hakukosa nguvu kabisa ya kuwapiga wale watu. Unajua sasa mambo yote inapaswa kujua nani, ndugu journaliste, kama uko unapigana vita, uko na masasi 10. Masasi 10 il faut réserver lisasi limoja kwa yule enemy ambao unapigana naye. Na masasi 9 uireserve kwa wale ile entourage nyuko naye. Sababu leo kama ukiangalia vita vizuri, serikali yenyewe ya Kongo wale ambao wanamwanture rais wetu ndio wenyewe wanapigana. Kwa hiyo itakuwa vigumu sana kupigana na enemy kabla atuyamaliza vita ambao iko ndani. Hiyo ndio tatizo moja, lakini serikali yenyewe kujipanga sababu pigane vita, jeshi yetu kwa nguvu.
lakini wanatrairi jeshi ni nini? Ni siasa, kufanya siasa ambao wanaanture nini president de la republique. Serikali imesema kwamba lazima wazalendo wasimamishe kwanza kushambulia ngome za M23, lakini leo kuna mapambano ambayo yanaripotiwa kule ngambo za milimani ya tarafa la Fizi kule Mikenge na Minembwe ambako wazalendo wameataki tena wale wa Twirwaneho wakiwa ni wali wa M23. Si inaonekana kwamba wameingia kwa jeshi kwenye radi tena wakatae kile ambacho wamepewa vile order ya serikali. Hapo ndio shida ilipo. Ama unisikia mzuri mbele nisema kwamba kuingia murade ndio ilisababisha kwamba wa maimai wote wako controle na hiyo radi. Na kama ushakuwa deja ukushaitika kuingia murade, sike na wewe ilifo uitike nini maordre nini ya gouvernement. Hapo ndio tatizo. Na kama kutakuwa mtu ambao anaweza kusema kwamba a reprendre hostilité ni mpaka ajideklare kutoka murade, ndio anaweza fanya vitu contraire na serikali. Na unayo serikali ni serikali tu. Wakati walisema tusimamishe vita, ni ndio kusimamisha vita sababu tutekeleze matakwa ya serikali, lakini hiyo sisi kama raia hatuchukui kama ni maamuzi mazuri. Maamuzi ambao unagandamiza raia sababu vyote ambao vinapangiwa huko wakati wanaenda kuzungumza, kila mtu anazungumza kutetea maslahi yake na maslahi ya raia kabisa wanaacha pembeni kabisa. Kwa hiyo mimi ngambo zangu kabisa naona kwamba kwanza ni watu wachana mambo ya radi. Sababu mambo ya radi hiyo ndio inaleta fujo zaidi. Sababu unajua ndugu zetu wazalendo walisema kwamba tunaingia muradi sababu wafanyaki politiki ya chaise vide. Ni vizuri sababu tusipingane kabisa na raia. Na raia na wakati serikali inaenda kabisa pembeni kabisa na matakwa ya raia. Vraiment raia pia itasema ndio tutajiprendre en charge tuone namna gani tunaweza kufanya sababu kukomboa nchi yetu. Wanaojiita wazalendo wengine ni Wahutu, wanaojiita wale Twirwaneho ni wengine ni Watusi ambao walikataa kujiunga na rade. Na kwa sasa wao pia ni waadui ambao kati zile adui ambazo zinapigwa na serikali na wazalendo wako kati. Kwa leo kuna mazungumzo, je, ikiwa watazungumza waone kwamba wale wa Twirwaneho na Ngomino watakuwa na fungo kubwa kuliko wazalendo? Wale wa Twirwaneho na wa Ngomino na AFC M23 ndio wenyewe wa aggressor ambao tuko nao. Sababu wanafanya siasa ya kugawanya kwa kundi sababu wende katika mazungumzo wapate fungu nyingi. Sisi tutakuwa kama vile tulipiganaga vita ya seti tukafika paka mnivo ya 2001 tukaenda San City wapi kwenda kufanya mazungumzo ikiwa kuonekana kwamba wa mai wakawachia kwamba wiko wa allié wa gouvernement. Kwa hiyo ilikuwa vigumu sana wa mai wapate kukota. Na hiyo siasa ndio ambayo inafanyika leo. Wakaenda kwa mazungumzo mai atakuwa ni mtu ambao iliko ni allié wa gouvernement ana na kaide charge yoyote ambao atatumeta. Ana revendication hata moja. Ana revendication moja maki anasema pale anapigana tu en vérité article 64. Sasa kwa sasa kunashuhudiwa mgawanyiko kati ya wazalendo, makundi mbalimbali yamekuwa nyingi, wanasumbua pengine raia kama mkaji wa Fizi, kama mdadisi wa siasa, kama vile mkaji kabisa ambao uko na sushi ya ukombozi wa nchi yako, unashauri gani kwa wazalendo? Mimi kama vile mwananchi ningeshauri kwa wazalendo kutekeleza masuala ya serikali sababu tuna serikali mbili, serikali ni moja, na hapo ingilikuwa vizuri watu wekae chini sababu tufikirie mambo nyingine sababu politiki ambayo inakuja kesho iko tofauti na ambayo tuko leo. Na hivyo tu ndio naweza kwa mtazamo wangu nikusema kwamba serikali kisema basi hatutaweza kupingana na serikali, lakini tufikiri mengine kesho sababu vita natokaka ku vita inakia kubike vita hivyo sababu mambo strategia za vita ni za mingi. Ujumbe wako kwa wazalendo kutokana na mgawanyiko kati yao? Ujumbe wangu kwa wazalendo sema kwamba wazalendo waungane. Tuko watu wamoja, isikuwe kwamba juu ya maendeleo ya politisi wagawanye wazalendo ni vibaya sana. Wazalendo wote wako kimoja na wapiganie nchi yao kwa pamoja na nia moja. Na wenda ningeomba tu kwamba muurgence sababu ya ile message ambayo gouvernement nayo ni wazalendo wakutane. Wazalendo wa Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, kufanya delegation watu waongee ili tukue na msimamo mmoja. Huyu asiongee hivi na mwingine anaongea contraire, ili itakuwa inatufragilize sisi wote wa Kongomani. Tunashukuru sana. Ndio na mimi nakushukuru. Haya, asante sana. Mpaka hapa ndo mwisho kabisa wa makala yetu ya leo. Tulikuwa kwenye TV yako Fizi24.info ambao tumezungumza kuhusu
hii hatua ya serikali kukataza wazalendo kushambulia ngome zote za M23 sababu kuachia nafasi mazungumzo ambayo yanaendelea huko Doha nchini Qatar huko Arabuni. Tulikuwa naye Kikombe Angola ambaye ni mdadisi wa mambo ya siasa, pia mkaaji wa tarafa la Fizi ambaye pengine anasusia amani ya nchi, anasusia ukombozi wa nchi yake ambao tumesema mengi. Mimi ni Lubunga Bakola Voix, tulikuwa na wewe kwenye muda huu. Endelea kututizama, endelea kutufuatilia subscribe, pia endelea kujiunga nasi ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu kila mara tunapoziweka online. Asante, bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.